Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu mtazamaji katika kusikiliza neno la Mungu, maana neno la Mungu ndio kila kitu kwenye maisha yetu. Maanake wewe mtazamaji ukipenda kusikiliza neno la Mungu unaweza kufanikiwa kiroho. Mimi ni mwalimu wako wa neno la Mungu, Israel Joshua Elias, kutoka katika shule ya Yela Sekondari. Pia tunakukaribisha katika taarifa zetu mbalimbali zinazokujia katika mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, TikTok na Thread kwa jina moja tu, Yela Sek. Sasa tuje katika kulisikiliza neno la Mungu. Leo tutakwenda kujifunza neno la Mungu ambapo tutaongozwa na kichwa cha somo kinachosema wokovu ni gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Wokovu ni gharama. Kwako wewe mpendwa, lazima utambue kwamba wokovu ni gharama. Hebu tuombe kwanza kwa ajili ya neno. Asante mtakatifu, asante Jehova kwa neema yako, na kushukuru Yesu kwa upendo wako. Asante Bwana kwa neema hiyo uliyotupatia watumishi wako. Tumepata nafasi ya kwenda kulisikiliza neno la Mungu. Tunahitaji uwepo wako usitupite, tunahitaji nguvu zako usitupite, ukaweze kufunika fahamu zetu, ukaweze kufunika masikio yetu, tukaweze kulisikiliza neno la Mungu na kusudi lako likaweze kutimia, katika jina lako Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wokovu ni gharama. Wokovu ni gharama. Mpaka hapa tulipofika, kuna gharama ambayo mtu alilipa kwa ajili sisi kupata wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wokovu kwenye maisha yetu, kuna mtu alilipa hiyo gharama, na ndio maana sisi tumepata huu wokovu. Maanake kuna thamani ilitoweka ili sisi kupata wokovu. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Kwa haitakiwi tuendelee kuishi kwenye haya mambo ya hapa duniani, vitu ambavyo vinapita, haitakiwi tuvitamani. Kwa sababu gani? Sisi tumekombolewa kwa damu ya Yesu, na lengo la kukombolewa ni kufika mbinguni. Maanake Yesu ametuthamini sisi ili kuweza kufika mbinguni. Wewe uliyepata wokovu una bahati sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitazama wokovu ni mpango wa Mungu kumwokoa mwanadamu. Maanake wewe uliyepata wokovu, jua kabisa kuna mpango ambao ulisukwa, yani kuna mpango ambao ulitengenezwa ili wewe upate wokovu. Yani kuna njia ambazo, kuna hatua zilipitiwa ili wewe uweze kupata wokovu. Maanake Mungu kikao kilikaliwa mbinguni jinsi gani ya kumwokoa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana Yesu akajitoa ili wewe upate wokovu. Maanake mateso yote yale Yesu aliyokuwa anapitia, mateso yote yale ambapo alikuwa anasulubiwa, ni kwa sababu yako wewe mtazamaji. Kwa hakikisha, yani usichukulie rahisi sana wokovu. Hakikisha unakuwa vizuri kwenye wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Yani usijichanganye na mambo ya hapa duniani. Hayo yote utakuwa unachezea wokovu, na mwisho wake utapata hukumu. Kwa sababu gani? Mungu atakudai. Amekupa hiyo nafasi ya wewe kuokoka, amekupa hiyo thamani ya wewe kupata wokovu, lakini wewe ukichezea, Mungu atakuhukumu sawa sawa na matendo yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sisi, Mungu alitupenda kwanza. Yani kabla sisi hatujampenda Mungu, Mungu alitangulia kutupenda, na ndio maana akajitoa pale msalabani ili wewe upate wokovu. Wewe uliokoka jua unapendwa na Mungu. Wewe mtazamaji unapendwa na Mungu. Hivyo nakusihi utunze wokovu ulio nao. Yani uhakikishe kabisa unatembea kwenye mapenzi ya Mungu, unatembea kwa kulifuata neno, ili Mungu aweze kufurahia alivyokuokoa, ili Mungu aweze kukufurahia wewe, na ndipo atakapo kulinda kwenye maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ajivunie kama alivyojivunia kwa Ayubu, kwamba nina mtu wangu, nina mtumishi wangu. Sasa wewe ukiwa ni mtu ambaye yani unachezea wokovu, unadharau wokovu, unadharau yani thamani aliyokupa Mungu, Mungu hawezi akajivunia wewe. Anaona huyu ni mtu ambaye haniheshimu. Kwa hakikisha unachukulia uzito swala la wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Yani usione kawaida sana. Hakikisha unatilia uthamani wa wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usichezee wokovu ulio nao. Tukitazama katika kile kitabu cha Petro wa kwanza
1:18 anasema, nanyi mfahamu kwamba mmekombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa. Maana yake anasema na sisi tufahamu kwamba, mtazamaji wangu, lazima ufahamu kwamba haujakombolewa kwa vitu viharibikavyo, yaani haujanunuliwa kwa pesa wala dhahabu. Jua umenunuliwa kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mtazamaji wangu umenunuliwa kwa damu ya Yesu. Basi inakupasa utoke sasa kwenye hizo tamaa za wanadamu, utoke, yaani uachane kuenenda na hii dunia. Maana ukienenda na hii dunia tu, ukienenda na vitu vya hapa duniani, ukienda sawasawa na watu hapa duniani, utakuwa unachezea wokovu. Hakikisha mavazi yako, tabia zako vidhihirishe kwamba wewe hauchezei wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mavazi yako, mtu kama uliokoka, hakikisha unaishi maisha ya kumtukuza Mungu. Yaani usiishi maisha ya kumuumiza Mungu, ya kumuumiza Yesu, ya kumsulubisha Yesu. Yaani unapoishi maisha ya kumsulubisha Yesu, basi jua yote hayo unakuwa unachezea wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa haitakiwi uenende sawa sawa na watu wa hii dunia, haitakiwi uipende dunia, haitakiwi uishi maisha, haitakiwi upende starehe za hapa duniani. Wewe umekombolewa kwa damu ya thamani. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umekombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Hujanunuliwa kwa pesa, hujakombolewa kwa pesa, hujakombolewa kwa dhahabu, hujakombolewa kwa maji, hujakombolewa yani kwa vitu mbalimbali, bali umenunuliwa kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia damu ya Yesu ndiyo ambayo imekupa uzima mpaka siku ya leo. Yaani maana yake Mungu kukupa uzima mpaka siku ya leo, anatamani ufanye kitu ambacho kitamfurahisha. Wewe umepata nafasi ya kuwa mzima mpaka siku ya leo, maana yake hakikisha sana unaishi, yani unamuishia Mungu. Yani hauishi kwa ajili ya maisha yako tu, bali ishi katika kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nakushauri mpendwa, usichezee wokovu ulionao. Manake hiyo neema uliyoipata ukija kuipoteza hautaipata tena. Yaani saizi umepata nafasi ya kumjua Mungu, umepata nafasi ya kumwelewa Mungu, umepata nafasi ya kujua vitu gani ambavyo Mungu havipendi. Ukipoteza tu hiyo nafasi, basi jua, yani kuja kuipata tena haiwezekani. Yani ni vigumu sana. Kuna gharama ili kuupata wokovu ukipoteza tena. Bwana Yesu asifiwe.